Asante sana Pastor Beatrice. Sijui kama ni Elder Beatrice ama ni Pastor Beatrice, but it's all in all is good. Somebody to help me with my Bible. I think I forgot it somewhere. Lunch hour, service ya lunch hour ambao tutaiendelea bado ni service ya ukombozi. Ambako katika service hii we discuss a lot. It is a day of discussion, a day of teaching, because I would love to teach you something that you don't know. I would love to teach you how to get yourself free. Because all of us, we are in shackles. We have been jailed. We have been held captives by forces that we don't understand. Therefore, it is very, very, very important for us to be able to understand what are these forces that have held you. Ni powers gani ambazo zimekushika. Maana, the powers, the struggles, and the fight that we are in, it is not that physical that we are looking for. It is of spiritual nature. And therefore, for you to be able to understand what kind of a situation are we in, we must be able to understand what kind of the powers that be that are controlling our lives. Because our lives have been controlled. Our lives have been manipulated. Our lives have been destroyed, not because of us knowing, but because there are things that we don't understand, things beyond our own imaginations, things that are powerful than us. And the book of Deuteronomy 7, the Bible says that when God told the children of Israel, as I give this nation, I give this land that you are going to possess, which is being occupied by nations which are 7 times mightier than you. When I give them to you into your hands, you shall utterly destroy them. Why will God not allow you to go and take it over? He himself takes over and then gives it to you. Because he understands that the situation that is holding you is more stronger than you. Because you don't understand it, you don't know it, you don't know for how long it has been there, you don't know what has been happening. Haujui kabisa. Ni mambo ambayo yamekukuta, umekuwa ukijikuta ndani yake, na ulijikuta ulizaliwa kwenye hiyo shida, ukakuwa kwenye hiyo shida, mpaka kwako inakuwaga ni kama it is normal. Bwana Yesu asifiwe sana. But today or every Wednesday, I have decided with many other people, the people around in the church, my other ministers of the church, we've decided to teach people what we are calling deliverance. Because you need to understand, to what are you being delivered from? What kind of a force? What is this that I'm telling you that I'm going to deliver you from? Or you are going to be delivered? Who is delivered and who is not delivered? So that you can be able to know ni kwa nini mambo ambayo tunayapitia yamekuwa hayo mambo, na hayo mambo niongezee tu kasipurano kadogo. Hayo mambo ndio tuweze kukaa katika njia nzuri. Because we don't need, hatufai kuishi mpaka wakitezeka kwenye miaka 400 walikuwa wamefika katika ulimwengu wa mazoea ya kuona ni kama kwamba that is how it was made of them. That is how things are supposed to work. Sometimes tumeingia kwenye matatizo mpaka tumezoea, na matatizo yakatuzoea mpaka tukaona sisi ni kama tunafaa kukaa katika hiyo hali. La, ndio kwa maana Yesu mwana wa Mungu akatumwa ndio aje atufungue tupate kuelewa kuna kitu kingine kinafanyika ambacho hakifai kufanyika katika maisha yetu. Jesus was an eye opener. The blood of Jesus, it is an eye opener for you to be able to understand that Jesus came to reveal. Because he said, pray and you will be answered. And then knock, seek, you find. And knock, the door shall be opened. Therefore, there was something that he was teaching these people. That besides what you are seeing, there is another thing that you are not seeing that is beside what you are seeing. Hallelujah. That is what I want to teach you today. Because it is very important before you get into prayers. Lazima uelewe hii maombi tunafanya, ama hii maombi umeenda katoloni kuomba, umeenda Heaven's Gates kuomba, umeenda kwenye mlima kuomba. What is this that you have been praying against na imekataa kuenda? Why is it not going?
That is the strange part of prayers. Because we have prayed, kuna mtu ameomba, umekuta mama yako akiomba, na ukiuliza mama yako anakuambia hata nyanya yako alikuwa akiombea hili jambo. Na wewe umeingia huko na miaka 50 sasa, ukiombea the same problem. It means there is something that you don't understand. And that's something that you don't understand. It is what today I want to teach you. Not only today, every single day of Wednesday. Ninakualika kwenye runinga ya Bethel Clouds Television. That is where we utakuwa tukikutana kila Wednesday kutoka saa 7 kamili mpaka saa 8. Kutoka saa 7 mpaka saa 8 mpaka hapo saa 8:30. Kutoka hapo tutakuwa tukiendelea. Kisha siku ya Jumapili Mungu ametujalia nafasi nyingine ya kupatana na hapo kupitia kwa runinga ya Bethel kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua wale ambao wako kwenye runinga hiyo Mungu atawasaidia watukubalisha tu, hata wakipata watu wengine tupata hiyo nafasi. Pia siku nyingine ambayo tutakuwa tukikutana ni siku ya Ijumaa usiku mkesha kupitia Bethel Television. Bethel Television iko kwenye Signet na Go TV. Kwenye Go TV tuko kwenye channel ya 803. Is it 803? Yes, 803. Ukiwa kwenye channel ya 803 utatupata. Nayo Signet iko kwenye channel gani? Yeah? Channel ya 250 Signet utatupata. Kwa hivyo na pia tuko kwenye YouTube Bethel Television, tuko kwenye Facebook Bethel Television. Saizi tuko live on your Facebook page na YouTube page, na utatusikia na utasoma. Na ukitaka kama uko na jambo ungetaka kulipeleka kwenye Bethel, waweze kulibeba. Kama wewe ni mchungaji, wametuuliza tu tuweze kukutangazia kwamba sio sisi tu ambao tunafaa kuwa hapo kwenye Bethel. Hata wewe unastahili kuwa Bethel. Ukuje, una mahubiri, unaweza kuwapigia simu. Kuna namba yao inapita hapo chini. Wapigie simu, kuna directors ambao mtazungumza na wao, marketing people mtazungumza na wao, kisha watawapatia nafasi kama vile wametupatia hii nafasi. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hao Bethel TV kwa kutupatia nafasi hii. Pia kwenye Facebook kanisa tuko inaitwa Crusaders for Christ. Inaitwa page yetu inaitwa for Crusaders for Christ. It is a good page. You can also like, share and also subscribe so that tuweze kuendelea. Kwenye YouTube una like na una share na una subscribe ndio tupate kuendelea. Mafundisho kuna mengi kwenye YouTube ambayo tumekuwa tukifundishana, na una uhuru wa hata kudownload na hata kushare na watu wengine. You can share as much as you can so that this message can reach many people. Our intention is to have so many people receiving the same message that will guide them, that will take them to the other level of life, understanding the word of God and understanding the scripture of God. Because the most important thing, it is not reading the Bible. The most important thing is understanding the Bible as a holy Bible, not the Bible as any other book. The Bible as the Holy Bible, under the revelation that comes from God. The revelation that comes as a result of your reading. Na kuelewa ndio tuweze kupata kuendelea. Tuko na wachungaji mbalimbali ambao watakuwa wakikuja kwenye runinga yako kupitia kwa Bethel TV, na baadhi yao ni kama huyo mchungaji ambaye alikuwa hapo mbele anaitwa Beatrice Karaoke. Ni Karaoke, Beatrice Karaoke. Na mchungaji unaitwa nani? Michael Mwangi. Na mchungaji Michael Mwangi, na kuna mwingine ambaye atakuwa kwenye service, ndio tuweze kupata mambo tofauti kutoka kwa watu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Beatrice wakati alisimama alizungumzia kuhusu mateso na nguzo ambazo tumekuwa tukipitia. Mambo magumu tumeyapitia, ambayo haya mambo magumu tumeyapitia yamechangia pakubwa kwa sisi kupoteza imani. Lakini tukiweza, kama tungesoma Biblia vizuri, tutaelewa ya kwamba maneno ambayo tunayapitia lakini ya kwamba Mungu anajua ni kwa nini tunayapitia.
Maneno yote na mambo ambayo yamekuwa katika maisha ya Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Waliomba mpaka milango ya gereza ikafunguka. Lakini kumbuka, pia humo ndani si eti hakukuwa na watu walikuwa naomba. Kulikuwa na watu walikuwa naomba, lakini Mungu aliamua tu kuchukua ili ombi la Paulo na Sila akalitumia kuvunja milango ya gereza, ndio ajionyeshane ni nini anafanya katika dunia hii, aweze kujidhihirisha katika macho na katika masikio na miili ya binadamu. Mstari wa 16 ambayo ni kitabu cha Matendo ya Mitume 16, tutaanzia hapo 16 na tutaenda tu tukisoma polepole mpaka tuelewe the concept, tuelewe ni haje tutaweza kutoka kwenye shida ambazo tuko nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Matendo ya Mtume inatufundisha kitu kimoja. Nao nitasoma kwa Kiingereza kisha nitaweza kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili tunapoendelea. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. And this she did for many days. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu tunaona mtumishi anaitwa Paulo, lakini kuna mwanadada hapa amewafuata muda mrefu, na anapowafuata na alikuwa amekapagawa na mizimu, alikuwa ameshikwa na nguvu za kishetani, na alikuwa akioperate katika njia ya divination, njia ambayo ni ya wale ambao wanafanya miujiza kupitia kwa njia ya kishetani. Wanatenda na wanafanya kulingana, sio kulingana na venye Mungu amependa, lakini ni njia za kishetani. Lakini kuna mvutio fulani nataka uelewe hapa. Huyu dada alifuata kina Paulo na Sila mahali popote walienda, licha ya kuwa alikuwa anatumiwa, na Biblia inasema ya kwamba alikuwa anatumiwa na mabosi fulani na watu fulani ambao walikuwa wanajificha. Huyu mama akifanya divination, huyu mama akifanya kazi yake, wao wanafaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha ile mambo unafanya ama yale maisha umeamua kuyatembelea, ina faida kwa mtu mwingine. Inaweza kuwa faida kwa shetani ama inaweza kuwa faida kwa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri sana ukitenda kitu ama ukifanya mambo uweze kuangalia, what does it profit me to do? Whatever I am doing today, is it profiting me? Whatever I did yesterday, did it profit me? Ilinisaidia ama haikunisaidia? Na kama ilinisaidia, ilisaidia mtu mwingine mgani? Maana kuna watu mnaweza kuwa kanisani na wao, lakini hawako ndani ya kanisa, wanahudumu katika milango mingine ya kishetani. Unaweza kuwa na mtu ni rafiki yako, lakini ni agent ya watu wengine, anakuchunguza na anakuangusha. Unaweza kuwa na mfanyikazi, lakini huyo mfanyikazi mkikaa kidogo ndio anakuitia maadui. Anakaa kidogo, anapigia adui, anamwambia sasa yuko amekaa kwenye rumu yake, amekaa kwenye ofisi yake, wewe enda straight uingie kwa ofisi yake utamkuta. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a snake living with you. And that's you need to understand. Why did this snake come to you? Hii nyoka ilikuja kuishi na wewe kwa nini? Huyu mtu, maana nyoka si nyoka yule nyoka. Nyoka ni binadamu ambao wanakuja kwako, wanakaa kwako, wana pretend ni watu wazuri, wana pretend mnatembea na wao, wana pretend mnakaa na wao, lakini wao ndio wanakuitiaga mtu ambaye anakutafuta, mtu ambaye anataka kukuagusha, mtu ambaye yako na ajenda fulani. Wao ndio wanapiga simu, wanaambia huyo mtu sasa ameingia, kuja na usinitaje, na mimi nitatoka kidogo nijifanye hatukuwa na wewe. Lakini ukifuatilia katika ulimwengu wa kiroho, utasikia mpaka communication zao venye walikuwa akiongea. Hiyo ndio kitu nataka uelewe hapa katika hii
Matendo ya Mitume, Paulo na Sila ni mtumishi wa Mungu, lakini huyu mama ambaye si mtumishi wa Mungu alifuata mahali popote walienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna nini? Paulo na Sila alikuwa na nguvu ya kipekee, nguvu ambayo haikueleweka. Maana katika hiyo nguvu, huyu mama ambaye alikuwa anatumia mizimu, ukikaa straight na Mungu, hata mapepo yatakufuata, maana wataona kitu ambayo ni tofauti na kile kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati mahali popote unaenda, you will be able to command as long as unaishi na unatembea kulingana na venye Mungu anataka. Ukitatembea kulingana na nguvu zile Mungu amekupatia, always you will be able to command every demon around you. Mapepo yoyote yaliyo karibu na wewe, you will be able to command them. Why? You will not even go following them, but they will come where you are, because you have a pull of a magnet ambayo inakamata nguvu zote za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafaa kuelewa, ya kwamba when you are with Jesus and you walk uprightly with Jesus, no demonic power will be able to control you. Because maybe huyu msichana alitaka kufuata Paulo na Sila aweze kuwabadilisha. Mtu anaweza kuwa ako na wewe kanisani, ametumwa ndio akubadilishe, ametumwa ndio ageuze maisha yako, ama azuie ile kazi Mungu ameweka ndani yako. But the more anaendelea kukufuata, the more the demon in him zinaendelea kuwa exposed. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta watu, mchungaji mwenye ambaye anajielewa, unaweza kuelewa yule ni nyoka, huyu ni nani, unajua huyu sahihi amepigia mtu simu asubuhi akamwambia mchungaji yuko, na uteremke pale chini utamkuta ako ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikaa kidogo unaona mtu amekutokelezea, anakuambia nimekuja, nimekuwa nikikutafuta sana, lakini ameabiwa mchungaji yuko. Kwa hivyo hiyo ni nyoka unatembea nayo. Na hiyo nyoka inakokaa kwa kichwa, unachoma na unachoma mpaka mayai yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo utakuwa na uwezo, Beatrice, to discern, to be able to know what kind of people you are operating with. You don't need to worry. You don't need to worry, because many people will come and tell you, remove the soul and the soul, because si mtu mzuri. You don't need to worry. You need to just continue praising God, doing the will of God, doing as God wills. And hawa watu wataendelea kujiexpose pole pole. Nyoka inaendaga ikitoa gosi, na unaielewa. Wakati imemeza kitu nyoka, wakati nyoka imemeza kitu, inalalaga mahali na inakuwa kama imeoza. Huwezi kujua ni nyoka, utafikiria ni kimuti, kwa sababu imebeba nini? Wakati haina digestion system. Any snake does not have a digestion system. Inaweka ikimeza mbuzi, hiyo mbuzi itakaa kwa tumbo mpaka wakati itaoza yote. Na hivyo nyoka hiyo haitatembea, itakaa hapo mpaka hiyo mbuzi iose. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka imekaa hapo, inameaga majani, inamea mavitu zingine, ikikaa hapo. Wakati hizo vitu zote zitaoza, naye nyoka hiyo itatoa gosi juu, itoke tena ianze kutembea. Sasa ndio utajua kumbe ilikuwa nyoka, haikuwa mti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ilikuwa nyoka, haikuwa gedhuke, ilikuwa nyoka. Kwa hivyo usijali na wale watu uko na wao. Wewe mpatie tu nafasi na uombe Mungu akusaidie, ndio uweze kujua huyo mume mko na yeye ni nani, huyo mke mko na yeye ni nani, huyo mnafanya biashara ni yeye ni nani, huyo mwenye ako kanisani waacha akalie mpaka kiongozi, mpaka akue chairman, mpaka akue nani, waacha tu akalie. Within no time utaona gozi yake na utajua ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio fundisho tunasoma kutoka kwa hii ya kuona Paulo na Sila, huyu mama aliendelea kumfuata. Paul verse 18 nasema, and this he did for many days. It was not for one day. He did it for many days. She did it for many days. These people will stay with you for many days. They are good because at one point you shall use them as an example of how a demon is destroyed. They will work with you. They are not here to come at waende siku hii ati wamekuja Beatrice wamekoroga, wamefanya, wametoroka. No, don't wait for that. Wait for them to stay with you
They will walk with you. They will help you. Sometimes on the way, watakubebea bagi yako. Sometimes on the way, watakwambia ingia kwa mkahawa tukunywe kahawa. Sometimes on the way, watakupatia the best edition ambayo utafanya na utaona watakusaidia. But inside them, ni nyoka. They are preparing to swallow you at the appropriate time. Therefore, that is why we are required to be good discerners, to discern, to have the spirit of discerning. That the Bible says, test every spirit. Don't just look at any person. Na uone huyu mtu kwamba Mungu ametuletea mtu mzuri. This wonderful, this young boy. When he came here, the youth yote wali vibrate. Hata tukasikia kanisa vibrate. Test every move that is happening. Ask God to give you the discerning spirit. Ask for that discerning spirit so that you can be able to know who is what and where is this person. Because these persons are not coming today. They are going to be with you for some time. And it is a mission they are in. They have been prepared for the mission. Na wakikuja mara ya kwanza, they are the best people. The best of the best. The people that hata unaweza kwenda kwako, uchukue kitanda yako ile unalaliaga umupelekee. Kwa sababu you have seen God in this person. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. But Paul, greatly annoyed, and said to the spirit, I command you in the name of Jesus to come out of her. Paul was able to discern. Kujua hii ni nyoka. Kujua huyu si nabii. Kujua huyu ni mtu anatumiwa na watu wengine. Hasa ukiona katika maisha yako Beatrice, kuna mtu anaweza kucoordinate na mtu hapa nje. Aseme Beatrice ameingia, sasa kuja. Ujue that is the most dangerous person you have in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. The most dangerous person that you have in your life ni huyo anapiga hapa. Kama hauna discerning spirit. What is a discerning spirit? You are able even to hear their communication. Venye wanaongea na venye wameniabiana. Na ukienda hapo, uitishe hiyo kitu. Na akikwambia iko mahali fulani, umwambie afugue hapo. Arrangement imepagwa. Kwa sababu nimekuja Beatrice na kuambia, simu yako iko wapi? Nasema, mimi sikubeba simu yangu. Basi hebu fungua hiyo bagi. Kuna kitu mimi najua. It is straight that uende hiyo iko kwa hiyo. Unaona hiyo bagi amebeba upande wa kushoto. Mimi najua. Kwa hivyo nitakuja straight Beatrice, nipatie ile handkerchief. Unaniambia mimi sina handkerchief, utaniambia nitakwambia nini? Leta hiyo bagi. Fungua hiyo bagi pale mwisho. Huyo mtu hakuna landscape ya kila kitu. Hiyo landscape ametoa wapi? Hakuitoa nje, ameitoa kwako. Kwa yule mtu ambaye mko na yeye. Ndio nasikia Waswahili walisema nini? Kikulacho kinguoni nini? Kigoni mwako. Hallelujah. That is now what we ask. From today we need to pray for that spirit of discernment, to be able to hear their voice. As they are planning, you hear their voice. As they are making arrangement, you hear their voice. As they are moving, you hear their voice. That way you will be able to conquer any enemy around you. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not supposed to be worried. Kwa sababu this lady followed Paulo and Sila for a long time. Until now, Paulo akasema sasa this is the right time. Akamkamata. Akasema in the name of Jesus, I command you out. Na demons zikatoka. What happens after that? What happens after that? It is fierce battle will ensue. Because this person amekuwa kwako with an agenda. Na hiyo agenda si yake, ako na agenda ni ya Buju. Kupe ni Buju alikutuma. Buju ako mahali fulani. Buju anakupigia simu, mumeweka, mumefaulu, mumekuja, leta mkuja chukua mshahara. Because Buju mahali ako ana benefit from your actions ambazo unafanya hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati huyu mama alitolewa mapepo, wakati wote watu walikuwa nafikiria ni kamama kamweda wasimu kachizi na nikapeke yake. Mube kulikuwa na watu behind this woman. Alipotolewa mapepo, wale owners wa hii mama walitokelezea.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao owners wakikotokelezea, they are not good. They will not be good to you. Watakufinya mpaka usikie umefinyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ukiona wale mashokora pale wamekaa pale, wale si mashokora. Ukiona mwende wa simu akipita kwa barabara, huyo usimuchezee na usione kama ni kamutu tu. Ukiona mtu mahali, don't just ignore that person. There is a voice behind that person. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo shida ambayo unaipitia sasa, nazungumza na wewe ambao uko nyumbani. Hiyo shida unayoipitia, don't look it at ni malaria. Don't look it at ni headache. Don't look it at ni tumbo inauma. Hapana. Try kufanya uchunguzi. There is a master planner wa hiyo headache. Kuna power behind hiyo tumbo yako. Imekukula, imekuuma mwezi mzima, mwaka mzima unaumagwa tu na tumbo. Nenda kwa daktari akupime vizuri ujue ni nini kiini cha hiyo shida. Usiende tu kukimbia kukunywa madawa, usiende kukunywa mapainkiller. Hapana, go and do thorough investigation to understand what is the cause of this problem, because every problem it has a backing. Every single problem you have in your life iko na backing yake. Kuna mahali imetoka. Inaweza kuwa ni warogi, inaweza kuwa ni chakula umekula mbaya, unaweza kuwa unalalaga vibaya, unaweza kuwa environment ambayo unakaa. It is the cause of the problem. Ama wale watu muko na wao, unaletewa tumaji hapo elder, unaanza kutumeza. Na tumaji umetukuta hapo na unakutaka huyu mtu ni generous sana na kuleteaka tumaji. Think about it. Not all that glitters is gold. There are people who are bitter. Wakiona wana lose position, they start wanaanza sasa kuchomoka. Wow, the real person. Ndio unaona sometimes it's good. Mwanamke kini sisemi mchapwe, unakuta mzee mwingine anaenda anaongea matope kwa nyumba. Mama anavuguka yote. Yo, anasema yote. Katika hasira mtu anasema ukweli. Watu watatu ndio wanasemaga, ni watu wawili ama ni watatu. Mtu mwenye ako na hasira anasemaga ukweli na anatoaga character yake. Unaona true character. Huyu amekuwa all the time akiwa mtu mzuri, lakini sasa kwa sababu anaanza kupoteza kile chakula mahali alikuwa anakula chakula. Ukikata hiyo chakula ndio unaona anajitokeleza. Sasa yeye anakuja kuuliza, do you know me? Unatujua? Unajua? Sasa asemi mimi, anakuuliza unatujua? Utajua utujua, ulituonaga usiku. Hapo statement ya mimi, mkiwa na yeye wakati alikuwa nakukula vizuri, alikuwaga ni yeye. Lakini wacha sasa ukate mfereji ya chakula yake, ndio unasikia anasema unatujua. Ulituonaga usiku. Sasa ndio unajua statement nyingine message. Si kumbe hakuaga peke yake, walikuwa wengi. Sasa amesema utatujua, utatuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonaga tukikaa tu hivi, jambo likitokea naendaga kado na kaa tu na kasimu kagu. Kumbe kuna observation, naangalia miondoko. Ukikuta batteries hapa, umupigie makelele kidogo. Sasa ndio utajua, akikasirika ndio utamjua. Atakwambia mimi hata hii kanisa I feel I've wasted my time in this church. I feel I wish I knew. Sasa ndio unajua kumbe si wa hii kanisa. Kumbe si wa nini? Si wa hii kanisa. Munafungua kabiashara, mumeendelea. Kumbe kuna mtu alikuwa hapo kuhakikisha hii biashara haiendi mbele. Anatafutaga tu reason. Mnaamukiana, mnasema Rifadi, nataka pesa yangu. Pesa gani? Na wewe ulitupatia, ulituonyesha ground. Hapana, mimi sitaki, unakuta sasa ndio unakuta anakanyaga, anahiolia na bagi hapa. Ndio unajua the true character. In this situation, you understand the character of the people you have. In the situation of difficulties, in the situation of challenges, in the situation of problems, you will be able to understand the true people that are supposed to work with you. All the people, the snake people that are working with you, lying to you, munaenda mahali na hakuna mahali munaenda. Bwana Yesu, kumbe ni kabiashara aliona, yeye yako hapo ni kukula. Wakati utakata hiyo barabara yake kukula, ndio utamjua yeye ni nani.
Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very good. Sometimes God has permitted these kind of challenges so that we can be able to unearth the kind of people in our life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. When the seas are calm, when the seas are completely calm, ziko zimetulia, bahari imetulia vizuri, then you must know you are not tested. You are not being tested until when the waves zitakuja, zinakurusha juu, zinakupeleka chini, zinakupeleka, zinakodora. That is when you know your ability is being tested. Praise be the name of God. Paulo, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas. When the masters walijua mtu wetu amekanyagiwa, network zake zote zimefugwa, that is now when the masters will come openly na wakwambie, huyo unaonaga sio yeye, ni sisi, ni Beatrice unaonaga, but we are the owners of Beatrice. Sisi ndio tunamtuma because they have been benefiting from benefiting from her, and dragged them into the marketplace to the authorities. Waliwakamata, wanamuuliza, unakuja kutuharibia soko namna gani? Na huyu mama wakati wote alikuwa anasema nini? I am doing this in the name of God. Bwana asifiwe sana. Whatever this woman, the diviner, was doing, alikuwa anafanya in the name of who? In the name of God. Hakufanya kwa jina ya shetani, alikuwa anafanya divination in the name of God. And Paul was irritated because this is a man ambaye ako kanisani. Watu wanamtegemea, watu wanamuona yeye ni role model. Kumbe anakuaga ni nyoka. Wakati the revelation spirit ilikuja, akaikuwa exposed, akakamatwa na mtu anaitwa Paul, in the spirit that was in her was arrested. And the masters ambao walikuwa natuma huyu mama wakajitokeza. So arrest, ukiona ka spirit kamekuja, kashike. 2 minutes masters watatokelezea. Ndio utajua ni nyanya yako. Hiyo shida yote unakuaga nayo ni nyanya yako. Hiyo shida yote unakuaga nayo ni bwana yako. Hiyo shida unakuaga nayo ni mfanyikazi mwenzako. Hiyo shida yote unakuaga nayo ni yule mtu mnaendaga naye kanisa, mnajiita dada na brother. Na anointing inakuaga riche ketetetere bebo. Inakutaga, inanyunyunyuka, kunyunyunyuka kama manyozi, kama baa ikiaguka. Anointing. Na maneno mazuri, matamu ya kikanisa. Oh, the Bible na quote from one verse to another verse. Everything. But this is a snake. Hallelujah. Until you arrest the demon in that snake, that is the day you will know who is behind the snake. So ile shida unapataga kanisani, ile shida unapataga kwako, ile shida unapatanga kwa biashara yako, ile shida unapatanga kwenye kazi yako, it is not in vain. Ukikosa chakula leo Beatrice, kuna mwenye alikatasa chakula isikuje. Ukiona kanisa, umeanzisha kanisa, inaenda inajaa, inarudi na katika, kuna ona mwenye anafanya hiyo kazi. Deda kwa maombi, uombe na utajua ni nani na nani na nani wanafanyaga hiyo kazi. Vuja that demon, utawajua sasa, watatokelezea, watakuja na mabavu, wataanza kufanya mobilization. Nakuta sasa huyu anatafuta huyu, tujiungane pamoja. Huyu anatafuta huyu, waungane wapige yule. Huyu anatafuta huyu, waungane wapigane na huyo. Because now the master is asking, how can you lose this? Bwana Yesu asifiwe sana. How can you lose this? We need this person. Mukamate. Funga hiyo ministry, funga hiyo kazi, funga hiyo biashara, funga hiyo doa, funga hiyo kila kitu. Wako na power. The people behind, huyu tu ni front, anakuwa tu amesimama. Zamani tukiwa vijana tulikuwa tunatumwa na old boys, tukiwa huko nyumbani tulikuwa tunatumwa na old boys, tunaambiwa nenda uchokoze huyo mama. Kakimtutu kanakuja na kampira, kanacheza mpira, kanakugoga ta na kanatoroka. Unakashika, unakapiga. Ukikapiga ndio unaona sasa wakubwa wanakuja. Wanakuuliza, unauliza mtoto nini?
Kumbe walikuwa nakutafuta, lakini wamekutafuta kwa njia ya mtoto. Kwa hivyo usione Wekesa ufikirie Wekesa ako peke yake. Labda Wekesa ako hapa, lakini kuna master hapa nyuma ana remote control Wekesa. For you to succeed in life, don't just jump into that problem. Ndio unaona Beatrice, unaweza kufanya makosa for long time nikikuangalia tu kama mjiga. Until I know, are you alone or you have somebody else? So I will not come to attack you. Nitakoga bosi yako. Na nikoga bosi yako si umeisha. Utaenda wapi kwingine? Bosi yako nakoga twa. Nguvu zako zinaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the tactics. Those are the ways of understanding how to manage yourself. How to manage a church. How to manage a situation that you are in. Because the situation that you are in, it is the small situation only that it is aggravated by a force behind it. The force behind it, it is important than the problem you are seeing. Ukisikia tumbo imekuuma, usiangalie tumbo, chugusa kama kuna kitu kingine ulikula baya ama kuna kitu ambayo iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaendelea. In verse 20 the Bible says, and they brought them to the magistrate. They dragged. Walikamatwa. Walikamatwa na nani? Si msichana aliwakamata. Si msichana aliwakamata. Ni maboss wa msichana. And they dragged them to the marketplace. They turned around and they brought them to the magistrate. And they said, these men being Jews. Story imebadilika. Story imebadilika. Si pepo walitoa, they are Jews. Hallelujah. Sasa unaanza kujua hii si physical, it is spiritual. Kwa sababu they are attacking the spiritual concept, not the physical concept. Kama ni kutoa mapepo, si wangemwambia hawa wamekuja kufanya maombi ya kishetani, kamata wao wafugie. Lakini these men being Jews, hawa ni Wayahudi na sisi ni Waroma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumechange direction immediately. Ile imefanya tuwashike, sio imefanya tuwastaki. That is how you know the snake in your life. The statement ambayo wamekushika nayo, sio statement watakupeleka nayo. Itabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. And they brought them to the magistrate and they said, these men being Jews exceedingly trouble our city. They troubled only one woman. They troubled only one woman. But exceedingly wameharibu hapa city mzima. Haijakaa kwa amani. So amekuliviria hii demon ina run the city mzima. Hii demon imetolewa, it runs the entire city. Hallelujah. Amekuliviria, umeanza kujua ya kwamba this one thing they are against, they have a problem with the Jews. Number 2, the demon ambayo imetolewa haikuwa ya huyo mwanamke na haikuwa ya kakijiji, ilikuwa ya city. That is why they have troubled the city. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why they are being or observed. Imebadilika. Imebadilika. Story sio ile ulifanya, imebadilika. Kwa hivyo maadui wakikuja kukupagia, hawakuagi wanamulika hiyo kitu unafanya sasa. Kuna vitu vingine wameweka. Wanajua huyu mtu anaenda kukuwa mnabii wa Kenya mzima. Huyu mtu anaenda kuwa mnabii Afrika mzima. Wana target hiyo kiatu yako. Lakini future ya 20 years ndio wamemulika. Bwana Yesu asifiwe sana. A future of 20 years ndio monitored, ndio inamulikwa. Kwa sababu wamekuchibia, they know what you are. In the spirit, Paulo na Sila walikuwa wanajulikana. Na wakati waliona huyu ndio mama alitabulika. Huyu mama kwa kudefine definition alikuwa anatabulika. Wakati jamaa alisema in the name of Jesus I command you out, na hizo zikatoka, wakajua kumbe hii ndio maadui ya wetekio wetu. So they targeted wetekio, the belief of Paul and Sila. Wakaona if the belief of Jesus Christ gets roots here, we are out of job. So it is a territorial demon that was speaking there. Ni mambo ya madhabahu ya kiterritory. Maana they are talking of the city. And they have brought in the magistrate. And they have brought in, they took them to the marketplace. Meaning the markets were controlled by the demons of divination.
That is why wamewapitishia kule wale watu wana benefit from the demon. Bwana Yesu asifiwe sana. The next move, the demons, the magistrate ameletwa on board. Alafu the city, they have tormented the entire city. It was a territorial demon that was in this woman, that they controlled the territory through this demon. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 22. Then the multitude rose up together against them, and the magistrate tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. So the magistrate, the multitude, and the society wameigiswa on board. Why? Because the demon that was supporting them has been killed. Hallelujah. So when you come to a territory like this one, the first people that will come into your life, the territorial demons na agents zao. Ndio watakuja na watakaa, watakuwa viongozi, watakuwa wafanyikazi, watakuwa kila kitu. They will hold you hostage. Wataenda kitchen, wanakamata kitchen. Watakuwa kwa service, ndio praise and worship. Watakamata kanisa, ndio mapastors. Watakamata anything you create, lazima waweke mtu wao. Because they are guarding the territory. They are guarding the territory. Wanaweza kukukeep hapo. Wakiona they are sent first. Go and make him comfortable with what he's doing now. Don't allow him, apite him paka. Ndio nasikia kwa Kikuyu na adone marekererio kanitha. Marekererio mahonoke. Adone marekererio kanitha. Na marekererio. Whatever it is. Alafu akimaliza nasema no matikarekererio merire. Watu waachiliwe, wakae kanisani, watu waachiliwe, wakuwe mapasta, watu waachiliwe, wakuwe madikon, watu waachiliwe, wakuwe maasha, watu waachiliwe, wakuwe elder, lakini wasikubalishwe, waelewe si ni wazee gani wanatawala Muthurwa. Kanisa tukikubali, tukiondoka kwa message ya madhabahu hapa kwa hii kanisa, tuondoke kwenye message ya kupigana na madhabahu, hii kanisa utakuwa ukiongeza kila siku. Watakuja, watakubalisha watu wakuje. But because this is a territory, hapa kuna market inaitwa Muthurwa. Every market inakuwa na mwenda wa simu. Sijui ni kwa nini hujaijiuliza. Every market inakuwa kama mwenda wa simu. Huyo ndio king wa hiyo territory. Ndio kusema. Na ukibeba huyo mwenda wa simu umpeleka kwingine, utapata accident ama upate magonjwa ukufe wewe. Na hiyo mogoroki atajirudisha huko peke yake. Because yeye ndiye amekamata hiyo territory. The powers za huyo mwanamke ama huyo mwanaume ndio zimeshika. Every marketplace inakuwa na mwenda wa simu. Those are the territorial. Unaona hawa walifanya nini? And they brought them to the magistrate and they said, these men being Jews exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us, but being Romans. Then verse 22 nasema, then the multitude rose up together against them, and the magistrate tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. The magistrate did not beat them, but the owners of the woman beat them. The owners of the altar beat them. Because hao ndio wana benefit. Wewe uliona mtu mmoja tu walijitokeza, wakamuuliza. Huyo wale walikuja kusema, ni nani huyu? Kwa nini ametolewa demon? Wewe uliona kama mwanamke kana sana. That is why you are supposed to be a prayerful person. In your house, be prayerful. In your business, be prayerful. In your church, be prayerful. Whatever you are doing, be very prayerful. Because through prayers, liberation will come. You become an intercessor. And an intercessor has got a deeper eye, an inner eye, a godly eye to see things which other people are not able to see. Gehazi was able to be opened. Mtu anaitwa nani? Elisha alimfungua macho aone kile kitu hakuwa naona. Yeye aliona mafarasi za maadui zinakuja, akaona mawatu wengine wanakuja, lakini kuna kitu alikuwa amefichwa. Kuna watu wengine wanalidaga Elisha na hakuwa anawajua. Yeye alikuwa na Mungu, wewe ni mimi, lakini hakujua the force behind Elisha. It was not Elisha. Elisha was just a human being, a human representation that represents. Hata ukilala tu, there is kuna kitu behind your usingizi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wao they thought ni Elisha. Walikuwa naona tu Elisha. Hawakuwa wanaona Elisha hii powers anatoa wapi. Hawakuwa wanajua Elisha ana sauti ya kusema jambo na linatendeka. Hawakujua Elisha. Walikuwa wamezoea Elisha. Na ndio naona uzoefu wa mafuta kanisani imeingia. Maana walikuwa naona tu Elisha akisema miracle ifanyike inafanyika. Akisema nini imefanyike mpaka wakazoea wakitembea na Elisha miracle ikitendeka. Wakaendelea kuzoea. Hawakufanya ini kweli kutaka kujua who is behind Elisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hawa watoto uliona walichekelea wakasema kiparangoto. Walimuita kiparangoto kama Yago. Kiparangoto, kiparangoto. Dunia ilipasuka wakameswa wote wakakufa. Because God wanted to show them there is a power behind this man. Any man of God, ako na power behind him. Any business ukiona, Safaricom hii, there is a spirit. That is why you see hata constitution yetu inasema with what? Wanasema with what? This constitution, it is motto and it is spirit. They talk about venye imeandikwa. The word in the constitution. And the spirit in the word in the constitution. Because the constitution is just a written document. But it got a spirit. Your spirit ndio sasa inakufanya uogope usishikwe na polisi. Hiyo ndio inakufanya utii sheria. The spirit behind it. This is a novel. This unaona hapa. This is just an ordinary novel. Lakini sasa ikiwekwa kitu kinaitwa Holy Spirit inakuwa Holy Bible. Sasa inapata ufunuo. Lakini ukiisoma hivyo vikawaida ni holy book, ni novel. Ni kama James Handle Chase ama any other book. But when now you bring in the spirit, inabadilika, inakuwa the book of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore it is very important to understand. Don't ever ukiona mtu amekuja, kwa maisha yako, first of all anza kuinvestigate. Nyuma yake ni nani wako na yeye? Ukiona biashara hii Safaricom, unaona Safaricom ina kila kitu. Imecontrol biashara yetu, imecontrol maisha yetu, imecontrol. Now there is nothing you can do in Kenya without Safaricom. There is a spirit. See, Airtel iko. Yeah? Can you do without Airtel? Very easily. Very easily. I don't even mimi sijuagi na baza Airtel, sijui. And it is not in my business to know. Because I'm taken care of by the spirit in Safaricom. So, nikipiga hiyo kitu inaenda. Nikifanya biashara Safaricom. Nikifanya hivi Safaricom. Nikienda hospitali Safaricom. Wameanza kununua mpaka mashamba sasa, wanatuuzia mashamba. Meaning they have dominated Kenya. Have take over. That's why they have the largest budget in the country. The spirit behind whatever you're doing, the spirit behind the company you are working, you need to understand it. Kama unafanya kampuni ya Wahidi, you need to understand what kind of God do they worship. Because your presence there will interfere with their gods. Na utapata every time you are either sick, every time you are either kuna challenge fulani utapata. Unaonewa, unashambuliwa, because the spirit that is in you inagongana na spirit ambayo unaikuta huko. It is very important to study. Ile kampuni umeajiriwa, go and study what kind of God do they worship. So that ujirekebishe na ujue utapambana vipi, utajifunika, utajikava. Kwa sababu the God that you found there is much stronger than your God, no matter how saved you are. The altar that is being worshipped there, na wao wanatoa ranja, wao wakigia utakuta wamefanya hivi, wamekaa kwa kama kupale kamewekewa zile maubani, na alafu wameweka mabunda huko ya mapesa mancheki, wameweka 200,000. Na wewe hata ukiingia kwenye kanisani ulienda kuomba pastor yako fare, nani atatawala? Ni roho gani atatawala? Na umeokoka, unaangaliaga Beatrice, namwambia Beatrice, kwako kitanda yako umetandika mashuka ya blue. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Kwa nyumba yako kuna vikombe mbili, moja ulikunywa uji na ingine iko na nini? Ni kweli. Kwa hapo chini kuna chumvi imemwagika. Ni kweli. Kwa hapo unatoa unabii exactly. Lakini ikifika kwa altars, wale wanakutawala. Kwa sababu gani? Sacrifice yao ni kubwa. Ulitoa unabii alafu karudi kwa mchungaji. Kama hiyo mchungaji nisaidie ka 50. Meaning umeenda home with a curse. It is bad
Wacheni niwasaidie madugu na madada. Usitamanie kukula pesa ya mchungaji. Ati nipatie fare. Nipatie fare. Nilipia nyumba. Nifanyie hii. Poverty haitakuacha. Itakufuata forever. Strive to bless that man of God because I'm your prophet. I need to release. Kuna kitu niko nayo. Shilingi yako 10 inaweza kukununulia gari kutoka kwangu. Only your 10 bob can buy you a car. But my 1,000 giving me to you, nikupatie hivi na nikukuja umekuja kama nikuomba. Nimekuachia umaskini. Kwa sababu hiyo pesa huyu aliniletea. Ama huyu aliniletea. Huyu ameniletea kwa sababu ako na ukimwi, ako na kansa. Understand me? Ako na nini? Ako na ukimwi, ako na kansa, biashara yake imeanguka, marriage yake imeanguka. Ndio kwa sababu umeniletea 1,000 ukaniweka hapa. Hiyo 1,000 niliweka wapi? Niliweka kwa mfuko. Hiyo 1,000 in the spiritual realm imeandikwa ukimwi. Hiyo 1,000 in the spiritual realm imeandikwa kansa. Hiyo 1,000 in the spiritual realm imeandikwa umasikini. Sasa ukuje uniambie nataka unipatie pesa kwa sababu nataka fare. Ninarudi kwa mfuko na kupatia. Umebeba nini? Umebeba kansa. And because you are not capable, hauna nguvu ya kupigana na hiyo maroho, hiyo roho inakuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni umasikini, unakuta ni umasikini peke, inakutamba kama chawa. Kama ni ugonjwa, unakuwa attacked. Na nani alikoroga? Ni pastor alikoroga. Kwa hivyo pesa za mchungaji wachana nayo. Kwa sababu hiyo pesa, huyu jamaa alikuja, ni kazi imemletea shida, biashara yake amejaribu ikaanguka, amejaribu hii ikaanguka. Sasa amebeba hiyo mwanguko yote, amenipatia. Nimepatia Beatrice. Hiyo shida yote itahamia kwako. Ndio ulikuwa naona kwa Wakikuyu na watu wengine. Sijui kama mliona hiyo kitu. Tulikuwa ukiwa na ile ihoha inaitwaje na Kiswahili? Jibu, si ndio? Ihoha, jibu ndio ihoha, boil. Sasa ukiwa na boil, tulikuwa tunapagusa hiyo mausaa na coin ama noti ya shilingi 5 ama coin. Alafu unaenda unaambiwa uirushe huko kwa barabara. Atakaiokota anayebeba hiyo kitu, anaenda nayo. Kwa Wakikuyu kulikuwa kuna busi. Ilikuwa inaitwa ya gatitika, bori ya gatitika. Hiyo busi ilikuwa inakuja, inanenewa. Unalete busi, makosa ya familia na mashida ya familia. Unaambiwa familia mzima wanaiekelea mkono hivi. Wananenea wazee, wanainenea magonjwa, wanainenea kila kitu. Ile iko kwa familia hiyo. Kisha inabebwa. Inapelekwa hapa Nairobi, inapelekwa mpaka Limuru, inawachwa hapo kwa soko. Yule atakaibeba, ile shida ilikuwa kwa hii familia, inapelekwa kwa hiyo familia. Hivyo ndivyo kuna kwaga. Hiyo ni the same na hiyo pesa babula unatoa, umetoja, umenipatia. Labda ni kazi unataka, imeanguka. Labda mzee amekutoroka. Labda nini imefanyika? Kuna kitu kimefanyika. Hiyo kitu kimefanyika. Naye huyu anaitwa Beatrice amekuja ameniomba. Hiyo 500 ulinipatia, ndio hiyo. Beatrice shika. In 2 weeks time utakuwa hapa na maombi ya ile shida alikuwa nayo. Ndio naona watu wa kanisani wengi wale wamezoea kanisa, they are poor. I didn't mean you are poor. Nikusema tu wale wamekaa kanisani wamezoea kanisa, they are poor. Wale watu wa vyombo, watu wengine, watu wa dini wanakuaga na matatizo throughout because wamezoea hiyo pesa. Wachana nayo. Ndio naonaga hata mimi kanisani sijawahi kujua ni sadaka inatokaga pesa gapi hapa. Sijawahi. Napatia ka secretary na treasurer na sharedi. Nendeni muhesabu hiyo pesa, muupeleke kwa sababu pesa yote ya kanisa inafaa kuenda kwa miradi ya kikanisa. Sio individual. Not unless niletewe tithe. Tithe is a blessing. Lakini hii sadaka ingine is not. Tithe is a blessing. Na ndio nimeruhusiwa kama mchungaji nitumie. Kwa ajili ya nani? Mama, mjane ama mtoto yatima ama jambo lolote la kikanisa ambalo mimi nitaamua lifanyike. Because tithe imekuja with the word of blessing. Open your door, bring your tithes and gifts and see whether I will not open doors and windows for you.
So it is in the name of blessings. Lakini hizi zingine unasikia ni bego, unasikia ni sadaka, unasikia ni nini, unasikia ni nini. Oh, wewe, be careful. Wachana na hiyo pesa, itoroke. Labda mimi nimetenga, nimechukua kutoka kwa from my account, nikupatie hiyo pesa. Sometimes inaweza kuwa na 1,100 hapa na nikunyime na unatembea mguu. Kwa sababu hiyo nimepatiwa, ni mtu ameniambia baba yangu ako na kansa, mtoto yangu ako na kansa. Anti wa mwingine hapo unakuta familia mzima wameniletea 100,000 tuombe. Wakaniambia hii ni yako. Nikaweka hiyo pesa hapo wapi? Kwa mfuko. Beatrice, hata nikasikia mtoto wako ni mgonjwa, siwezi nikakupatia. Nitatafutana na secretary na treasurer, niwaambie shikeni hii pesa, muende muweke ndani ya account na muhakikishe hiyo pesa imenunua kitu ya kanisa. Halo. Nimeona mumestuka hapo. Niguo mumenyerete. Verse 23. Umesikia sasa, wamegeuka. It is the multitude ambayo imeinuka ikapiga hawa jamaa mpaka wakafugwa, kwa sababu ile demon ilikuwa na haka kama mama, na wale walikuja, wale walishika hawa mzee ni the owners of the society. Chief magistrate ndio owner wa hii territory, anaitangwa chief magistrate. Resident magistrate wa Makadara ndio anatoaga maamuzi ya kufuga na kufugua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imekuja ni multitude, amewaambia chapeni watu. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailers to keep them securely. Having received such charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stock. Hivyo ndio wanakufanya. Wakikukamata Beatrice, hawata kuweka hii prison ya hapa. They will put you to the inner prison ya huko ndani. Ukae huko. Watakurushia umaskini, si ya hapa hii front. Si katika umaskini unaweza kukuta na ukagoge teke na uende, ama ukafanya hivi na uende. Utagogwa na umaskini mpaka watu wanashindwa. Beatrice, nikiwe kile na Ngai, ulikosea nini? Ulikosea Mungu. Kwa sababu hii si kawaida. Hii tumeona watu wamegogwa, lakini si venye umegogwa. Unagogwa mpaka watu mpaka poverty ya kawaida ikikuona inatoroka, inasema mimi si hapana, huyu hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala utagogwa mpaka maumbo za kwenu zikikuona zinakuhepa. Utagogwa mpaka kuku ikikuona nasema kwa ikitoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wanakugoga wakumalize. Juu ile kitu umekuja kulete doctrine, mafundisho. Walisema hapa mafundisho, hawa watu wamekuja kulete mafundisho ambayo itaharibu misingi yetu. Kwa hivyo watakuvuka kabisa ndio usiharibu misingi yao. Watakuzuia, walete watu hapa kanisani ambao watu hawa kazi yao ni kuvuga kanisa isiendelee. Ndio misingi ya hapa isibomolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. But at the midnight, but at the midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Na ndio nimekuambia, in everything you do, continue praying. In everything you do, endelea kuomba. Whatever you are doing, endelea kuomba. Ndio Yesu alisema, pray and you be answered. Usipokuwa answered, seek and you will find. Huyu mama juzi hapa amepatiwa. Mungu amesema apatiwe vitu zake. Nani alitokelezea? Kwa shamba yako nani alitokelezea? Ni yanko. Kwa hivyo nani alikuvuga? Mwenye kukuvuga. Wakati umeenda kupatiliwa kataito kako, akasikuja na mapanga. Sema, Anko na anapiga kama msichana ka 20 years. Anko wa 70 years. Akakuja na panga, anasema niko gutema niki ni yohoria utawalite. Ile power imesimama, Anko ndio behind. Na Anko sio Anko, tafuta hiyo line ya kwa Anko. Uende nyuma utapata ni nani? Wale walichukua nyota yako. Anko ni representation.
Anko ni askari wa jela. Askari ya jela akiambiwa vugia anavugia. Lakini ukichiba vizuri ukienda na nyuma utapata mpaka wale walimaliza baba yako utawajua ni nani. Wamejitokeza sasa. Wamejitokeza. Ndio hao. So watakuweka prison ya ndani. Waliendelea kuomba, wakaomba. So in every situation you are in, endelea kuomba. Usipanic. Eti kwa sababu hii imefanyika, usipanic. Eti kwa sababu wamekuvugia kwa korokoro, usipanic. Tuendelee kwenda mlima, wale wanaenda mlima, tuendelee kukesha wale wanakesha, tuendelee kuomba wale wanaomba, tuendelee kufanya chochote ambacho kitagusa moyo wa Mungu. Hawa maadui utawajua wote. Wote. Mimi tangu nianzishe hii ministry, nimejua watu wote, kila mtu. Na hata saa hii uende hapa chini, Beatrice akupigie simu, aende na hale akupigie simu kunihusu mimi, nitasikia. That is the good thing God has given me. Nitasikia every communication ile mumeongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasikia ukipigia mtu mahali fulani, kuja sasa, pastor yuko. Nitasikia. Kwa every communication, kila kitu ambayo unafanya. Ni kwa nini? Kwa sababu I'm always in constant with prayers, praying and seeking God, so that God can be my intercessor. He can intercede in my challenges, so that I will not go fighting myself physically. I will be able to do anything. So there is nothing hapa unaweza kunipagia wekesa, hakuna. Uwezi. Hata ufanya nini, uwezi. Anything ukifanga, ukipiga kasimu, nitajua. Hata ukiita Masai, Reverend yako leo, kuja. Masai atakuja na nitamzima tu. Nitamzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Aende mumwambie aende afuate channel. Kule alituma pesa zake. Fuate channel huko. Ndio muweze kumpigia tusimu twenu. Matuta. Yeah. Tumefika hapi. 26. And suddenly after praying, and suddenly there was a great earthquake. Ndio hiyo earthquake inakuja. Riboko tayara. Earthquake inakuja katika ministry ya CFC. The earthquake is coming. It is coming. It is coming. Kumbuka ni kwa nini walisema amekuja kuvuja doctrine na foundation zetu. Now listen the reason, listen here. Usikie the reason of the earthquake. Inakuja kwa nini? And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened. When you pray and pray, you are not only going to open the doors of prison, you are not going only to bring to destroy the shackles. Sio mepingu zitakatika, sio nyororo zitakatika peke yake, si milango peke yake itakatika, but the foundation ya hawa watu will be shaken. Wa foundation, the foundation, msingi wao utabomolewa. Msingi utabomolewa. Don't worry. Msingi umebomoka leo. Hapa. Let me tell you. Msingi wa foundation ya wale watu walikuwa natawala Mudhurwa imebomoka. It was broken. And the foundation of the prisons was shaken. And immediately all the doors were opened. Every chain was loosened. Don't wait for people to come and loosen you. Just pray. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza Wacha kungangana kwenda kufungua milango, wacha kungangana kwenda kufungua madirisha, wacha kungangana kukata minyororo, wacha kungangana kufanya jambo. Just omba, milango itakatika, madirisha itakatika, minyororo itakatika, pingu zitakatika, maadui utawaona, wote watang'olewa, wote watang'olewa. Elder, just wait. We are in motion. Wait. Hii tuko phase 1. Phase 2 imeingia leo. Babura. Tulikuwa phase 1 imeisha. Phase 2 imeingia leo. Na itashake ni earthquake. Itakushake mpaka mahali huko. Unasikia mpaka manyama zingine zinaaguka peke yake.
Na itakukuta mahali huko, si hapa. Mule hetu kagera mkawa huko kuna moto. Tajia kuna watu na hurumiaga huko kuna moto. Jana tulikuwa na mkubwa wa polisi. Ule mkubwa ambaye ni wa Fly Squad. Anaitwa Jeroge, ni rafiki yangu sana. Ndiye alinipiga risasi 6 kati ya zile 12 ninakuaga nazo. Sasa tulikuwa tunakula na yeye kanyama. Akaniuliza, by the way, Waruige niambie tu ukweli, are you a normal person? Nikamuuliza kwa nini? Mimi sijawahi piga mtu risasi akakosa kukufa. Ulikosaje kukufa? Nikamwambia usijali, tukule kanyama. Tukakula kanyama, akarudia hiyo tena. By the way, Waruige, tell me, just be sincere. Ni wewe ama ulikufa ukafufuka? Unatumianga majini? Tukakaa tena mara ya 3 tena, kaniambia, Waruige, naweza taka kukupiga ingine nione kama utakufa. Nikamwambia piga tu. Akaniambia hapana, you are my good friend now. Na kutoka siku hiyo huyu jamaa tunakuwa marafiki tu, tunakutananga naye, ananiambia shika hii 10,000. Na alikuwa anaapa. Kwanza siku moja alinipigia, siku ya kwekwe, alinipigia simu akaniambia, tutakukata kanyama kadogo na ukikula mpaka ukufe. Sasa tunaendaka kwa hoteli Intercontinental Serena Hotel. Anakaa hapo na kaa hapa, namwambia utakula bill kutoka kwangu. Ahedukagera. Kuna siku alikuja hapa, akapaki gari, akaangalia hiyo bana, akaiangalia, akashuka, akakuja, akaiangalia, akapanda mpaka hapa nilikuwa nahubiri, akanikuta nikihubiri, akajifanya anapita, akakuja tena akachungulia, akateremka chini, akawaambia ni yeye. Ni yeye. Alinipigia simu kuja tukule raji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingine havichezewagwi. Kama wangejua Paulo na Sila ni nani, wangeachana. Kwa sababu wale watu walikuwa prison, hawangeachiliwa. Sasa ilibidi muziki. Walikuwa wamefungwa na manyororo ikakatika. Walikuwa wamewekwa pingu zikakatika. Kumbuka Paulo alikuwa amefungiwa jela ya ndani, akataka kutoka. Wao maprisoners wakamwambia, "Oh, unatoka?" Akamwambia, "Sitoki." Itafika mpaka wewe ndio una decide kama utatoka ama hautatoka. Akawaambia, "Sitoki." Walikuwa wanaogopa, maana wangejulikana, wangeulizwa huyu jamaa alienda wapi. By the way, it is very important, if you know what kind of demon ilikuwa imekushika na imekuachilia, kaa hapo mpaka ufanye maamuzi ya kiungu. Paulo alikaa, wakamwambia toroka, kumesemekana huachiliwe uende nyumbani. Wakasema, Paulo akamwambia, walinishika mchana peupe, waniachilie mchana peupe. Haleluya. Walinikamata kila mtu akiona, walinikamata kila mtu akijua, walinikamata kila kitu kikionekana. Na kutoka sasa ninataka kuachiliwa nikionekana na kila mtu. Nataka kuachiliwa kila mtu akiniona, maana walinishika. Kama wakiniona, usinitoe usiku, utanitoa peupe. Ndio nguvu za Mungu zijulikane. Nguvu za Mungu zinajulikana hapa. Siabusi. Hinya wagai nokona. Ndirona. Katheka ito karathira. Nanyi noko ngangana murangangana. Tumuga twara kathi vitari. Katheka ito karathira. Ndakerio ha. Ikira wewe. Ati kire mundu na ndina hinya. Na no hote. Riu hinya ucio ni muraona. Hinya ndaigua
Radhika oretio na mwaga kwemenyerera betiri ni guthira okay na hinya yogania mundu haha mtajua mjui. Wakati uling'oa hizo mapepo, unaweza kujiangalilia uone pepo venye imefanya kazi kwingine, venye wamefanya wamevunja mapepo iliinuka. Ya Paulo na Sila walitoa mapepo ilienda kwa wenyewe, ikaanza kufanya decision. Inarudigi huko kuuliza tulikupatia kazi kumeadaje, kwani akaja kufa. Vitrisio nyitagira short wave na tomire wa short wave. Then you said that you kire FM. Hi my good girlfriend. How are you? Eddie, come. Simama tu. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba. Milango ya gereza. Ni nini? Umefanya nini? Wapi? Yeah? Ulipata lini? Ulipata lini? Siku gani? Monday ya na mkoko ukaanguka. Tukutuku. Uliimaliza? Wapi mguu inauma sasa? Inauma wapi? Sema Bwana Yesu, ingia ndani yangu. Mapepo iliyo ndani yangu ya kumaliza huduma na kumaliza watu, kutoka leo ninakucommand, ondoka ndani yangu. Nataka nikuwe mtumishi wa kutumikia katika ulimwengu wa mbinguni. In Jesus name. Milango ya gereza ikavujika, milango ya gereza Beatrice ikavujika. Kwa nini uimbi? Siwe ni muimbi. Siwe ni muimbi. In 4 days from today ni okuona mundu ungi. 4 days from today. Akageria kuruta riri uguo. Then he called for a light rain in and fell down trembling before Paul. And the keepers of the prison, awakening from asleep and seeing the prison doors were open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. Hatujaenda, tuko hapa. Hii jela ambayo ilifunguka, milango ikafunguka, madirisha ikafunguka, bado hatujaenda. Huyo jamaa alikuwa anataka wajiue, watajiua. Wale walikupangia maovu, watajapanga kujiua, watapanga kujimaliza. Lakini usimame hapa tu wahurumie. Wabie, kazi ya shetani mlikuwa mkifanya imeisha. There are no more prison. Prison ilitikika msigi wa chini ukapunguka. Minyororo ikajifungua, haikufunguliwa na mtu ikajifungua. Sasa unaniambia mtu kama huyo utacheza naye namna gani? Mtu kama huyo utacheza namna gani na yeye? Amefungua jela yote kwa sababu yako imefunguka. Baka huyu mwenye alikuwa ametumwa askari wa jela wa kulinda watu wasitoke, akachukua sword akitaka kujiduga. Paulo akawaambia toego huko, hatujatoka. Sometimes unaliga na nataka kupiga picha ya Paulo na Sila. Alikuwa anatembeaje? Walimwacha kama wamekufunga. Jana walikuacha wamekuweka pengo. Jana walikuacha wamefunga milango. Jana walikuacha wamefunga kila kitu. Biashara yako imefungwa, kazi zako zimefungwa, wamekuweka kwenye accident. Lakini leo wanakokota, hauna chochote walichokiweka. Milango imefunguliwa, madirisha imefunguliwa, machain zimefunguliwa. Unatembea kwa malingo, unataka kumwambia aliyekufunga anataka kujiua, unamwambia usijiue. Niko hapa na niko mzima. Angalia sijakamatwa, angalia milango imeachiliwa wazi. Wow!
Wacha kung'ang'ana. Wacha kung'ang'ana kufunga ndoa ya mtu. Wacha kung'ang'ana kufunga kazi ya mtu. Wacha kung'ang'ana kufunga huduma ya mtu. Wacha kung'ang'ana. Wacha kung'ang'ana. It is in vain. I am called of Jesus Christ. I am covered by the blood of Jesus. I am protected by the blood of Jesus. I am anointed, powerfully anointed. No weapon will prevail over me. No weapon. Sema no weapon will prevail over you. No weapon. Hakuna silaha. Hakuna silaha. Hakuna silaha yoyote waliopanga itakuzidi. Hakuna mipango waliopanga itakuzidi. Maana the God that is with you is more powerful. Alitingiza. You see, they were stopping this man from preaching the doctrine, the teachings of Jesus Christ. That is why they arrested these men. That is why they contained these men. Because these men came to destroy the foundations. The foundation, altars and foundation. But Jesus did another miracle. He destroyed every foundation without them preaching. Without Paulo na Sila kwenda kutangazia watu, kufungua watu, Mungu mwenyewe akavunja hiyo mikakati, akavunja foundation, akavunja the concrete, akavunja kila kitu, and the world was set free. Tell your neighbor, I'm gonna be free tonight. I will be free tonight. Oh my God. Kumbe hiyo story ilikuwa powerful hivyo. Sikuwa nimeisoma nikaielewa hivi. Niweka kuthoma Bible. Ndio kwa Beatrice. Jikaragia de tu kavudithio horo wa Bible. Kidige kutinda ngioria ni iko ati kuna siku niliuliza verse 20 ya Acts iko verse 20 ya Acts iko Old Testament ama iko New Testament. Kai. And the keepers, number 28. But Paul called with a loud voice, saying, do you no farm? For we are here. Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. Watabow down, watakuja, watakupigia magoti, watalala chini, wakikwambia tusamehe, wakikwambia tuko tayari, sisi hatutakuua, maana tumeona nguvu za Mungu zilizo ndani yako. Wakalala chini, wakatubu dhambi zao, wakaungama dhambi zao, watakuja. Waliokuroga watakuja, waliotaka kuvunja ministry yako watakuja, waliotaka kuvunja ndoa yako watakuja. They will come. Wakapiga. Then, and they brought them out and said, sir, what must we do? What must I do to be saved? Kumbe watakuja kukuuliza, mimi nilikuwa kama mchawi, mimi ndio nilikuwa navuruga kanisa, mimi ndio nilikuwa navuruga ndoa yako, nitafanya nini nisamehewe? Nitafanya nini ndio nipate msamaha? Nitafanya nini? Watakuja watakuuliza, nitafanya nini ndio nipate msamaha, ndio nipate kusamehewa? Nitafanya nini? Watakuja, maana watajua chochote walichokuwa wakifanya wameshindwa. Walitumwa na shetani wakuvunja wakashindwa. Walitumwa na shetani wakuwekee dawa kwa chakula wakashindwa. Walitumwa na shetani waharibu kazi yako wakashindwa. Walitumwa na shetani wakuja kanisani wazuie watu wasikuja wakashindwa. Walikuja kanisani wakafanya maneno walioyafanya wakashindwa. Watakuja kuuliza tutafanya nini? Watakuuliza wakiwa wamepiga magoti yao chini, kuuliza tutafanya nini ndio tupate msamaha. Watalia wakiomba msamaha wa dhambi zao. Watalia. Kumbe kazi unayofanya
hauifanyi in vain. Kumbe hii kazi tunayoifanya is not in vain. God will destroy their foundations. God will bring down their pillars. God will destroy all their maneuvers, all their plans, whatever they've been doing to bring down your ministry, to bring down your family, to bring down your business. They will not win. They will not conquer you. They will not destroy you. They will not destroy. Just keep praying. Just keep praying. God is willing. God is ready to receive you. Just keep praying. He's preparing his earthquake to destroy them. He's preparing his earthquake to destroy the doors and the chains that they send and they put against you. Usijali. God is in control. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Be saved. Just believe. Just believe. Just believe. Don't be troubled by their troubles. Don't be troubled by what they have done against you. Don't be troubled by what they are doing in your life. Don't be troubled with what they are doing in your ministry. Because God is already planning to destroy them. He's already planning to remove, to shake their foundation. They will not exceed. What the fuck? Baba uliye mbinguni, twakusifu na wasifu wa juu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna uwezo na usiri wako. Unajua matatizo yote na shida tunazozipitia. Ulielewa Paulo na Sila ni kwa nini wameshikwa. Ni kwa ajili walikuwa wamekuja kuvunja foundations na madhabahu. Walipowekwa korokoroni wakafikiria wamewafunga, lakini ulibomoa ukaingia huko, ukakata mashakos na pingu zote. Ukabomoa kila kitu ambacho kilikuwa kimekamata watu wa huko. Mpaka wale walikuwa wameshikwa katika misingi hiyo. Baba, wale wote wameshikwa katika taifa hili. Wale wote wamekamatwa kwenye madhurua. Wale wote wamekamatwa na maroho ya shetani. Ninawaachilia huru katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja foundations, ninavunja ngome zote, ninavunja mipango ya maroho ya mashetani. Ninasambaratisha kazi zao. Ninaharibu kazi ambazo zimetendewa wanabiashara, zimetendewa wafanyikazi, zimetendewa taifa letu la Kenya. Kwenye siasa ninavunja ngome za shetani, ninavunja ngome za Illuminati na Freemason. Nina destroy every covenant, na destroy every powers of the wickedness. God, I speak that you may break every chain, that you may break every covenant, that you may break and destroy every foundation of the witches and every demonic powers in our country. God, reveal yourself to your children. Reveal yourself to your people of Kenya. Reveal yourself for the people. Do not allow anybody that is worshiping the devil to sit on the throne, to sit on any seat. May it be the MCA, the MP, the governor, the senator, the women, the president, the deputy president. Don't allow, Father. I command that if God, the spirit of demonic forces may be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. I release fire on their dens. I release fire on their chains where they have chained Kenyans. I loosen all Kenyans that they may be able to see and know exactly who is for you and who is not for you. Only
Only the righteous, let them sit on the throne. Only the people from you that you've commanded that they may sit on your seat. Let them sit on it. Let them sit on it. Father, do not allow the worshippers, the witches, the wagangas to sit. Do not allow them to sit. Do not allow them to have business. Do not allow them to have churches. Do not allow them to do anything, God. I set Kenya free in the mighty name of Jesus. Kenya is free. Kenya is not a den of devil worshipping. Kenya is not a den of demonic altars. Kenya, I declare and decree to the entire border of this country that every plan of the demonic powers, every plan of the devil, Lucifer himself, through Freemasons and the Illuminati, they will never prevail over the kingly anointing that has been released upon men and women of this country that have been chosen from heaven. In Jesus' name, I pray. Thank you. God bless you. If you have your sacrifice.